Habari wanafunzi wenzangu, walimu wenzangu, tunaendelea na madarasa yetu pale tupoishia wiki iliyopita. Leo tunaendelea tena. Tulizungumzia ukubwa na upana wa elimu ya shikeli. Nikazungumzia jinsi zilivyogawanyika. Mwisho wa siku tukaja kupata kama shikeli zimegawanyika kwenye makundi manne. Kwenye makundi manne hapo ndo tunapata kujua jinsi ya ulimwengu na jinsi ya dunia. Pointi kubwa ninachotaka kumaanisha kuelezea hii elimu ya shikeli, hakuna kilichoacha ndani ya ulimwengu huu. Chochote kilichopo ndani ya ulimwengu huu kupitia shikeli utakifahamu na utakijua vizuri. Iwe kitiba, iwe kielimu, iwe kimasomo, iwe kikazi, iwe kiuchunguzi, kaza yani everywhere kwenye ulimwengu, kila kitu elimu ya shikeli inaelezea. Tuseme labda hizi nyota mbili zinatawala kwenye kawakibu moja, make ni utwaridi. Utwaridi. Hizi shikeli za utwaridi ambao siku yake ni Jumatano, na malaika yake Mikailu. Sawa, ni siku ya Jumatano. Hii shikeli inamaanisha ni ulimwengu. Kama hizi shikeli zinaashiria ni ulimwengu, kwa maana hiyo basi kile kilichopo ndani ya ulimwengu kinafahamika na kinatambulika na namna gani tufanye ili tupate majibu sahihi, tupate mwafaka mzuri. Kwa maana hiyo hii shikeli ya jamaa inazungumzia ardhi au nitasema dunia, na hii shikeli ya jitimai ni shikeli ya upepo. Hii ni asili yake udongo, asili yake upepo. Inamaanisha ni anga. Ili ulimwengu wenyewe, ulimwengu maana ni anga, ardhi na kila kitu, yani tunapata ulimwengu na sisi ndio tupo ndani yake. Kama hii inaeleza ulimwengu mzima, basi hakuna kinachoshindikana au unachoshindwa kutambua. Kama hii elimu natumia mimi kwenye mambo ya uganga, kutibia watu, mambo ya kichawi, huko mimi nishavuka, huko sipo. Sawa? Hivi vitu vya uchawi suka kuloga nani, sio jini kafanya nini, huko mimi sizungumzii. Wengi wanazungumzia masuala hayo. Lakini huko nimetoka kwa upana wa elimu hii. Nilivyoiona, nilivyoisoma na nilivyojaliwa kupata mawili matatu ya kuzidi pale nilipokuwa mara ya kwanza. Ndio maana mambo haya sio kakuloga nani, sio jini, sio uchawi, mimi sizungumzii, wala naona ni kitu kidogo sana. Na focus kuendelea zaidi na zaidi kupata maarifa zaidi. Mambo ya makampuni, biashara, siasa, utabiri wa mpira, utabiri wa hali ya hewa, kila kitu kinaonekana kupitia elimu ya shikeli. Hakuna kilichoachwa. Kama nyinyi mna kampuni yenu huko, nitafuteni mimi. Tutakutana, tutazungumza hata kwa njia ya simu. Kama tafikia mwafaka mzuri, nitaeleza changamoto yote ambayo ipo kwenye kampuni yetu. Labda bwana, nyie ni watu wa kampuni fulani, labda watu wakwenda kutafuta labda madini, au watu wakwenda kufuatilia mambo ya kwenda kuchimba labda mafuta, au kwenda kuchimba gesi, wapi sehemu nzuri twende? Wapi wapi tukienda tutapata madini? Kwa sababu hata hizi shikeli pia zinaonesha mwelekeo wa kitu fulani, mwelekeo wa jambo fulani. Wapi nielekee nikalipate jambo fulani, wapi nielekee nikapate kitu fulani. Kwa mfano kuna watu wametoka nje ya nchi, wametoka Tanzania wameenda nchi za Kiarabu, wameenda USA, wameenda South Africa. Je, wote wanaenda wamefanikiwa? So kweli kuna watu wanaenda wamefanikiwa nchi hizo na kuna watu wameenda hajafanikiwa. Kuna watu wametoka mikoani wamekuja Dar es Salaam. Kuna watu wamekuja Dar es Salaam wamefanikiwa, na kuna watu wametoka mikoani hajafanikiwa. Kuna watu hapo Dar es Salaam wamefanikiwa, na kuna watu wametoka Dar es Salaam kwenda sehemu nyingine ndio wamefanikiwa. Japokuwa watu wengi wanaamini watu wakifika Dar es Salaam ndio kuna mafanikio, kuna connection, kuna kila kitu. Lakini wapo waliokuja hapa hajafanikiwa. Sawa, kuna watu wengi tunaona tulikuwa nao wachezaji wa mpira wamezaa Dar es Salaam, tumekuwa nao, lakini baadaye wameenda mikoani ndio wakaanza kupata umaarufu, wakakuwa, baadaye wakaja Dar na maisha mengine kaendelea. Hiyo ina maana gani? Yaani inamaanisha kuna mwelekeo sahihi wa mtu kwenda kulingana na nyota yake, kulingana na yeye ni nani. Yaani mfumo wa shikeli ni mahesabu, na si wanadamu, na mfumo wote ni mahesabu. Ndio maana kupitia mahesabu utajua kutengeneza gari, kupitia mahesabu utajua kuendesha ndege, kutengeneza ndege, kupitia mahesabu utajua utabiri wa hali ya hewa na kadhalika.
Kwa hiyo kwa elimu hii ya shikeli hakuna kitu ambacho ukifahamu, ila wewe kama ukisema nataka niwe mganga, basi kila siku utakuwa mganga, utashapo kuna mganga, na elimu utakuwa wala utakupo na zaidi. Sawa. Kwa hiyo tukisema tuzungumzie hizi shikeli mbili zinazotawala kwenye kawakibu ya Utwaridi, na malaika yake ni Mikaeli, siku yake ya Jumatano, siku iliyoumbwa nuru. Pale ndo kuna ulimwengu, pale ndo kuna viumbe hao ambao wanaelezea maisha yote ya ulimwengu, waanga wa ardhini. Kwenye ardhi utapata vitu vyote, utapata maji ardhini, utapata moto volkano ardhini, utapata gesi ardhini, pepo, sawa? Utapata kila aina madini. Kwa hiyo kama wana mchimba madini hapa kwenye Utwaridi na nyota zake zinazofuata hapa kwenye asili ya udongo, kuna nyota ya Inkis ni udongo, nyota ya mbuzi. Kuna nyota ya Nusrati Dakhila, nyota ya Zura ni udongo, sawa? Hizi nyota za udongo hizi ndio zinapelekea wewe ukatafute madini kama unataka kumtafuta madini, sawa? Kama hii hapa inatazama jicho lake, si nyota ya udongo. Nasema Antibat Dakhila ni nyota ya udongo, nyota ya ng'ombe, lakini na jicho lake inatazama, jicho lake inatazama na Kirohadi. Na Kirohadi unakuja kukuta ni nyota ya upepo. Sawa? Kwa nini huu udongo lakini atazame upepo na Kirohadi? Na huu asili yake udongo ni chini. Ndio? Kuna kitu anatazama huo. Ndio pale unakuja kuona kumbe kuna ardhi ya Nusrati Dakhila kuna na Kirohadi, na Kirohadi ni upepo. Je, huo upepo unatujua upepo ni gesi au pepo namna gani? Yeye nyota ya udongo na jicho lake linaangalia. Sawa, tutachukua nyota ya jamaa yenyewe ya Utwaridi. Kinyota ni nyota ya 6 mashuke. Hii hapa. Kuhusu nyota inavyotazama au shikeli inavyotazama huko nishafundisha nyuma. Ndio maana tunaendelea tu. Utwaridi anatazama Ahyani. Ahyani ni nyota ya mshale. Kinyota ni nyota namba 9, nyota ya 9 mshale. Utwaridi anaangalia Ahyani. Kama Utwaridi ndo useme ndo dunia, ndo ardhi. Sasa je, inaangalia kitu gani? Utwaridi anaangalia Ahyani. Ahyani tunapata kujua ni moto. Kwa nini udongo alafu une moto? Unabidi ujiulize, yeye ni udongo na kweli anathibitisha ni udongo. Yeye ni dunia. Napata kujua kumbe kama upya huyu anatazama udongo, basi huyu itakuwa ni volcano. Volcano inapatikana chini. Volcano inapatikana angani. Volcano inapatikana chini. Kwa hiyo maana Ahyani ni volcano. Ndio pale hata kwa majibu yetu. Kumbe jamaa inaangalia moto wa udongo. Ndio maana nikaje kuambia kama Ahyani ni moto, lakini moto gani? Ni moto wa udongo. Maana volcano ni udongo wa moto. Ndio maana kuna visiwa baada ya volcano kuja kupamba juu ya ardhi pale kaja au juu ya bahari, ikija kubutuka baadaye inaika udongo, inaika kama jiwe, inaika kama ardhi, kinakuwa kisiwa. Nadhani wasasi mnafahamu maswala. Mambo ya milimani, niye mnaelewa kama hata mlima Kilimanjaro kuna kipindi inapumua au inafanya mabadiliko yenyewe ya kiulimwengu, inatoa volcano, na asili ya mlima wote ni volcano. Ndio tunakuja kupata volcano ndio hii. Ndio baadaye kuna shikeli zinageuka na kuwa shikeli nyingine, huko tutafikia. Maana kuna shikeli zinageuka, kuna shikeli zigeuki. Sasa tunakuja kupata nyota nyingine ya udongo ni Inkis. Nyota ya Inkis ni udongo huu. Na kama sasa hivi tuko mwezi wa 10. Sawa? Mwezi wa 10 huu ni mwezi wa Inkis, mwezi wa udongo, wa kulima. Inkis ni mambo ya kulima, ni nyota namba 10. Nyota ya kilimo. Naye pia anatazama huo. Anatazama nini? Jicho lake huyu Inkis anatazama Senkaf. Senkaf ni kitu gani? Na wewe ujue sasa. Inkis ni nyota ya udongo. Sawa? Ndio hii hapa. Lakini anatazama Senkaf. Senkaf ni kitu gani? Senkaf unakuja kuambiwa Senkaf ni nyota shikeli ya 6, kinyota ni nyota ya 11. Nyota ya ndoo. Asili yake ni nini? Asili yake ni upepo ambao wa ubaridi au upepo wa umande. Kama una alfajiri pia unakuta kuna watu mkamka asubuhi mnakuta vimaji kwa sababu usiku wake kwa kuna umande. Ule ndio Senkaf. Senkaf ni ubaridi ambao
unasababisha vimajimaji kutokea, yani ubaridi wa majimaji. Najua watu wa Arusha wanaelewa natuzungumzia masuala kama hayo kwa sababu ya mazingira kule. Watu wako Dar es Salaam na sehemu nyingine mpaka labda alfajiri ndio tunakutana na senkafu ile hali ya senkafu, hali ya umande. Lakini sasa ina maana gani? Ina maana hii ni kulima, hii ni mimea, hii ni miti. Senkafu ni miti. Senkafu ni miti, kilimo. Si tunaelewana? Udongo na senkafu, senkafu ni mti. Takuja kwenda saa nyingine nitakuelezea vizuri kwa nini mti na kwa nini unasema ni nyota ya upepo ya maji afu unatuambia ni jambo la mti. Ndio kama hapa tulivyotoka sema ni nyota ya moto, lakini udongo wa moto unapata volcano. Chukua hiyo itakusaidia. Tumemchambua huyu Utralid na Inkis na Nuswat Dakhila, zote ni nyota za udongo. Kwa leo tuishi hapa walimu wangu, tutaendelea darasa lingine. Wabillahi taufiki wa salamu alaykum.